Tumia njia hizi za kujenga uaminifu ulioupoteza au mtu akuamini tena kwa hizi njia 3 za nguvu. Kabla sijazama popote, nitakuomba uyafanye haya mambo 3 ili uwe wa kwanza kwa video zetu mpya. Jambo la kwanza, kuna neno limeandikwa subscribe. Kwa sasa litakuwa jekundu. Cha kufanya wewe, libonyeze liwe rangi nyeupe. Utakuwa tayari umesha subscribe. Kingine, kuna alama ya dole gumba. Gusa hapo. Kingine, shuka kwenye komenti. Niambie chochote kuhusu mahusiano yako. Nini kinakusumbua? Basi hiyo video itakuwa inakuhusu wewe. Sasa usitoe komenti alafu nikafanya video alafu haujaiona, na ndio maana nakusihi subscribe kwanza, kisha ndo uje kuandika komenti. Kipindi komenti yako nimeifanyia video, basi na wewe uweze kuiona. Mambo 3 ya kujenga uaminifu tena ni haya hapa. Twende kazi. Na jambo la kwanza kabisa ni uwazi usiokuwa na mashaka. Yaani kuanzia leo usiwe msiri tena kwake yeye. Na maanisha kuanzia simu yako. Kiukweli simu ndizo zinakuaga vitu ambavyo husababishia vitu vingi katika mfarakano, katika mahusiano ambayo tunayajenga. Hivyo simu yako, kuanzia sehemu ya kupiga, kuanzia sehemu ya kutuma SMS, kuanzia sehemu ya WhatsApp, Facebook, sehemu ya kutuma meseji kule, mweke wazi aone kwamba wewe sasa umerudi, uko tayari kubadilika. Na sehemu nyingine ambayo utakiwi wewe kumficha mtu, mpenzi wako ambaye hupo naye katika mahusiano na unataka kujenga mahusiano bora, ni sehemu ya pesa zako. Haijalishi wewe ni mwanamume ama wewe ni mwanamke, unachotakiwa kufanya kama wewe ni mwanaume, ukirudi kazini muoneshe pesa zako zote. Bwana, nimepata kiasi fulani, sawa? Na kama wewe ni mwanamke, unatakiwa kwenye uhifadhi wako wa pesa, pesa anazokupa wewe mume wako, basi mwambie, bwana, mimi nimeweka pesa kiasi fulani na shilingi ngapi, nimehifadhi kitu fulani. Yani hivyo, usiwe msiri katika mambo ya pesa. Jambo la kwanza kabisa nilisema kuhusu simu yako, meseji, kupiga na vitu vingine. Lakini jambo la pili nikasema kuhusu pesa. Kama we ni mwanaume, basi muoneshe pesa mpenzi wako, bwana, hizi nimepata mimi, nimepata kazini. Lakini kama wewe ni mwanamke, basi pesa ambazo anakupa huyo mpenzi wako usiwe msiri. Haijalishi ulikuwa na malengo gani, lakini kwa sasa hivi katika mfarakano huo, kuwa wazi kwenye pesa ambazo unazihifadhi. Sasa tunaenda katika jambo la pili muhimu ili kurejesha uaminifu kuwa mahusiano bora. Jambo la pili hili hapa. Ili ya kuamini tena, sawa, unatakiwa utafute muda, wakati wa kukaa na mpenzi wako wa kike ama wa kiume, ulifanye ili jambo ambalo ninakwambia. Na hili ndilo jambo la pili. Tengeneza mkataba mpya wa mahusiano yenu. Kuwa naye muda, panga sheria mpya. Kuanzia leo mimi nitafanya hiki, kuanzia leo wewe utafanya hiki, kuanzia leo nahitaji kuwa hivi, kwa kuwa zile sheria za mwanzo zilishindwa kujenga mahusiano yenu yakawa bora. Kwa hiyo tumia fursa hii kujenga sheria mpya, mkataba mpya wa mahusiano wenu ili mahusiano yenu yawe bora. Hakikisha unapanga sheria zaidi ya 5. Ukipanga 2 bado unaonekana wewe hauko tayari kubadilika. Na kukumbusha tena, kuna alama ya subscribe, kuna alama ya kulike, pia kuna alama ya comment. Andika chochote kuhusu mahusiano yako kinachoendelea katika pointi hiyo ya 3 ambayo ni nzito sana, ambayo inawafanya watu kuvunjika mahusiano yao moja kwa moja. Na jambo la 3 na la mwisho na lenye nguvu, ambayo hutaaminiwa moja kwa moja bila kipingamizi chochote, ni ili hapa. Na hili kosa ndio wanafanya watu wengi sana. Haijalishi akiwa wewe ni mwanaume, haijalishi ukiwa wewe ni mwanamke. Ukifanya hili kosa, basi hautaaminika tena. Ni kipi? Hii hapa. Thibiti matendo yako. Jambo la 3, thibiti matendo yako.
Ona sasa kosa ambalo wanalifanya watu. Unamkosea mtu, kesho kosa lile lile unarudia. Umemchiti, basi unarudia kumchiti. Umemtukana, unarudia kumtukana. Basi anaona ni maigizo. Sasa hivi badilika, ili asijue ni maigizo ya siku mbili. Ukifanya hivyo, na kuhakikishia 100% atakuamini tena, atajenga uaminifu mkubwa na wewe, pia hatakujali kama mpenzi wake. Na kusihi tena, bonyeza neno subscribe, like, comment. Niandikie chochote kinachosumbua katika mahusiano yako, na kuanzia leo nitakuwa nafanya video kutokana na komenti yako wewe unaiangalia hii chaneli. Kitu kingine, hapa YouTube ukiandika Gaddafi Mtaa, basi utapata katuni zangu mzuri kabisa kwenye chaneli hii ya Gaddafi Mtaa. Hakikisha ukienda huko pia una subscribe, una like, una comment, kwa sababu kuna video nyingi tu ambazo zinaelimisha mambo ya ndoa. Kuna video yetu moja au series yetu moja inaitwa Washauri wa Ndoa. Ukienda huko utajifunza vitu vingi sana. Basi nikuage kwa leo. Asante sana kuiangalia Mahusiano Bora.